Inya na togwa waigwa twiguku mucie wa Karen nigetha twarie maundu meri matatu megie bururi witu wa Kenya. Thank you. Njitagwo Maina Kihumo kuma ceceni ya Kameme TV na tokaga thini wa tafari ya rikireza kwambiriria thinacara cia rucini nginya thaa 4 tugukorwo tukiraniria na Right Honorable Raila Odinga otogwo Jeff akorwo akigweta iruri maundu matiganite maria marahutia utongoria wa bururi no teti wa bururi. Good. Thank you muno. Njitagwo Kamau wa Kang'ethe kuma Inoro TV na Inoro FM na otogwo waigwa twiguku mucie kwa mutongoria wa kiama kia ODM Mheshimiwa Raila Odinga na tukwaria maingi megie uteti na megie bururi uyu na makugie we koyo haria hothe uri. Karibu sana. Njitagwo Peter Karugu kuma Shoro FM na twiguku mucie kwa former Prime Minister Raila Odinga Karen tugikurehera maundu maria meko tukimurika megie bururi na uteti wa kirima gia Kenya. Thank you. O hariori mwiroreri na muthikiriria witu ni ngeto gatonyo Bogwa tunyitanagia na mitambo-ini ya Kameme FM Dinashara nginya thaa 4 na tugukwa gwetwo twiguko Karen tuko tukiaria maingi tuonane baadaye. Right. Mwiroreri na muthikiriria ithui kana ni njitagwo Mutheki Ngigo watwaria guko wanyu wa Nairobi na twi Nairobi yo turario rwayo Karen wa Right Honorable Raila Odinga tukirora maundu maria megie bururi wa Kenya. Thank you muno mwiroreri na riu tukwambiriria na tunakukaribisha sana Right Honorable Raila Odinga. La kwanza ni pongezi sana kwa Raila Odinga Junior, ulipata mjukuu juzi. Vile vile mama Aida Odinga alikuwa na kusherekea siku ya kuzaliwa. Happy belated birthday. Na tuko hapa sisi ni watu wazuri, tungetaka tu kujua Mount Kenya tuko wapi, labda usalimie watazamaji pia na wasikilizaji wa vituo vyetu. Asante sana. Naseme andu wa nyumba adoniwe Muriega ringi. Asante sana, mimi nina furaha kupata fursa ya kuongea na watu wa Mlima Kenya asubuhi ya leo. Ndio. Asante sana. Mareto makwa ni Jeff Kuria na leo bila kupoteza wakati tutamkaribisha Gatonye aweze kuuliza swali la kwanza. Na ukiwa na swali lolote unaweza kuzungumza nasi kupitia social media zetu pia SMS zetu. Nakwambia dai sio huo ni Kiswahili tupo kabisa. Msamiati ya boita huko. Ndio kabisa. Asante sana mheshimiwa Right Honorable Raila Odinga, karibu sana. Na nitaanza na swala la BBI. Wewe mwenyewe ulisema nobody can stop reggae. Wiki iliyopita uamuzi ulitolewa na koti na ikaonekana ni kama reggae imesimama. Sijui utasemaje kuhusu huu uamuzi na pia what next, kwa sababu sisi wote tunakubaliana kulikuwa na mambo mazuri sana pale katika BBI. So what next? Does it mean haya mambo sasa ni kama yamepotelea mheshimiwa? Kwanza ulinipongeza juu ya mjukuu bali nimepata. Mjukuu ameitwa Jaramogi Oginga. Lakini yeye vile vile ni mjukuu wa mlima huko. Manake unajua kijana yangu Junior ameoa huko pande wa Murang'a. Kwa mimi ni mdhoniwa. Na vile wanasema kwa Kikuyu ati ngari itaguo ni mundu na mdhoniwa. Ndio sababu nimekuja kuongea wa familia. Sasa nirudi kwa hii vile umesema mambo ya BBI. Nianze kusema kwamba BBI nia ilikuwa ni safi. Vile unavyojua tulikuwa na changamoto mingi katika taifa letu wakati ile. Baada ya uchaguzi, mahakama kufutilia mbali uchaguzi na marudio vile vile kukaleta shida. Watu walikuwa wanafanya maandamano, watu walikuwa wanapigana, watu walikuwa wanasusia bidhaa kadhaa, uchumi ilikuwa inaporomoka. Ndio wakati huo sisi tukakutana
na Uhuru, na tukaongea kwa kirefu. Tukasema tusiangalie tu hii mambo ya uchaguzi ambayo ilikuwa imekwisha, lakini tuangalie kutoka huko chini mpaka hapo. Maana tuko na katiba mpya, lakini hiyo katiba mpya haijasuluhisha shida yale ambayo tulikuwa nayo kabla hatujakuwa na katiba mpya. Kwa hivyo tukasema ni kitu gani ambaye bado inakosekana ili tuweze kurudisha Kenya kwenye gurudumu pale tulivyoanza mwaka 63. Ndio kwanza tukaongea kwa kirefu. Baadaye tukaleta wataalamu wakili. Tukawaambia sisi wenyewe tumeongea na tumeona shida ni hii na hii na hii na hii. Tukapata jukumu ya kwanza kuweka kwa maandishi. Ndio wakaandika. Baadaye tukaangalia na tukakubaliana, zikawa ni mambo 9. Hiyo ndio imekuwa ile memorandum maagano tulikuwa naye. Na baada hiyo sasa tukaweka jopo kazi kuzuru Kenya na kuongea na Wakenya na kuuliza maoni yao. Na hiyo jopo kazi ilikuwa inakwenda kwa counties, inakuwa na kikao na watu huku na wauliza maswali. Baadaye wakatoa ripoti ambayo sisi tukapeleka kwa kongamano kule Bomas. Hii ripoti ikatolewa huko. Watu wakatoa maoni yao. Tukakubaliana ya kwamba hiyo ripoti tata ilirudishwe kwa wananchi tena kwa mazungumzo. Tena tukaweka jopo kazi mwingine wale wakaendelea na wakawa tena na mikutano kwenye town halls. Na sisi vile vile tukaanza mkutano wa hadhara kuongea na Wakenya kila mkoa. Tukaenda kule Kisii tukakutana na viongozi kutoka Nyanza, na baadaye tukaenda kwa mkutano wa hadhara huko Kisii tukatoa hiyo ripoti. Tukaenda Kakamega tukafanya namna hiyo. Tukaenda Mombasa namna hiyo, Kitui namna hiyo, Narok na Masai. Tukaenda Garissa, tukaenda Meru kwa mlima. Ilikuwa tuende Nakuru mwisho. Ndio hii shetani ya COVID ikaja ikasimamisha. Lakini baadaye wale viongozi wakasanya maoni ya watu huko wakaleta. Kwa hivyo hii mambo kusema, hii uamuzi ya mahakama kusema ati wananchi hawako shurutishwa, mimi sielewi. Na sioni vile mtu yeyote katika siku za usoni anaweza kubadilisha katiba kupitia kwa hii kitu ambayo inaitwa popular initiative. Kama unasema ati hiyo ati wananchi hawakuwa involved. Sasa wananchi watakuwa involved namna gani? Kama wewe na unataka kubadilisha katiba na mwanze kwanza kusanya sahihi milioni 1. Sisi tusanya milioni 4 sahihi. Lakini hiyo ni baada ya sisi kutembea katika kila mkoa na kuongea na wananchi wote. Hizo jopo kazi imeenda mara 2 katika kila county za 47. Bado nasema ati wananchi walikuwa hawajaelewa. Hata saa ile ambao walikuwa naweka sahihi, ulikuwa unaandika pale tu wewe umesoma hiyo ripoti na umeelewa, ndio unaweka sahihi zako. Sasa wanasema ati there was no public participation. So mimi sielewi public participation ya hii ya mahakama ni gani. Sielewi. Lakini sisi tunasema kwanza tulikuwa tunataka kuangalia. Unaona katiba inasema ati wanataka akina mama wawe 30%, yani 1/3 katika kila kikao county assembly na bunge. Wakati huu haijawezekana.
Uchaguzi umefanywa mara 2, bado haijafanyika. Hiyo BBI ilikuwa na suluhu ya hii mambo ya gender. Okay? Pili, kumekuwa na ubaguzi juu ya ugavi ya rasilimali hapa katika taifa letu. Kuna eneo zingine ambayo watu ni wachache lakini wanapata pesa mingi zaidi kuliko wale ambayo wako wengi. Kwa mfano, chukua mfano ya Kiambu. Iko na watu 2.5 milioni na inapata bilioni 9. Mandera iko na bilioni na 800,000, 800,000. Yes. Wanapata bilioni 12. Sasa hiyo sio haki. Hiyo BBI ilikuwa nataka kusawazisha ili kuwe na haki. Vile wanakuwa nasema ati 1 man, 1 vote, 1 shilling. Hayo yote ilikuwa ni. Alafu kuna kwa vile vile na zaidi yale sehemu ya wakilishi bungeni ambayo kulingana na katiba ya sasa zingekufa. Kwa mfano kama huko mlimani huko, kwa mfano mkoa kaunti ya Nyeri, watu poteza Othaya, Mkureni na Tetu. Hata Murang'a tuko hapo na Mathioya na Kangema. Hata Kirinyaga, Daragwa zitaenda. Hiyo ilikuwa suluhu ndani ya hiyo BBI. Kuna mambo mengi. Kwa mfano kujaribu kuleta pesa mashinani, ili kuzidisha idadi ya pesa ambayo inakuja katika counties, na vile vile kuweka ile ward fund. Hayo yote yalikuwa ni pendekezo ambayo yalikuwa ndani ya BBI. Kwa mimi nasema mimi na Uhuru tulikuwa na shabaha ya kujaribu kuleta yale ambayo inaweza kusaidia Wakenya. Kwa hivyo isisemekane ya kwamba hawa ni watu walikuwa ni majambazi ambao wametumia pesa ya raia nje mbaya. BBI ilikuwa inajaribu kuvunja katiba na kadhalika. Lakini sisi tumezoea kama Wakenya, ukitaka kuleta mambo mazuri kila mara kunakuwa na pingamizi. Tulipokuwa tunasema ati tunataka Kenya katiba ibadilishwe, tutoe ile kifungu kunaitwa section 2A ili tuwe na multiparty, tuliitwa maneno mengi zaidi. Matiba na Rubia lipongea wakaitwa opportunists, tribalists, watu ambao wanataka kugawanya Kenya kwa misingi ya kikabila na kadhalika. Hadi Kenya haijakuwa cohesive enough kuwa na multiparty. Hadi itachukua miaka 100 kabla Kenya haijawezi kuwa na multiparty. Sisi tukasema ni multiparty. Tukasema tuende Kamkunji tulize wa Kenya. Na tulipokuwa tumeweka 7 tuende Kamkunji, Matiba na Rubia walichotwa tarehe 2. Mimi nikachotwa tarehe 4. Tukapelekwa detention. Rubia aligojeka huko mpaka karibu akapoteza sauti yake. Matiba akapata stroke ambayo ilimfanya yeye awe kama ni garbage kwa maisha yake yote, kwa sababu tu ya kusema tulikuwa tunataka multiparty. Mimi nilipotoka hapo walikanifuata tena, tuanzisha Ford mpaka mimi nikaenda huko uhamishoni huko Norway. Lakini mwishowe hiyo multiparty ilikuja kwa sababu Wakenya walikuwa wamesema itapatikana. Kwa hivyo tumeona pingamizi mingi zaidi. Wakati ile kupigania uhuru, kuna wengi walikuwa nasema ati ukoloni iendelee. Wakapeleka hata delegation kule Ulaya ya kupinga uhuru. Unajua yale ambayo yalifanyika. Yeye nitaongea juu yake baadaye.
on the same issue nikimalizia mheshimiwa, inaonekana ama inasemekana ama inazidi kuonekana ni kama kuna mvutano kati ya judiciary na executive. Sijui utasemaje kuhusu hili? Yale inafanyika Kenya hii sio ni Kenya peke yake, imefanyika katika nchi zingine. Saa zingine kuna kuanga na mvutano baina ya pembe tatu ya serikali, bunge pande hii, serikali kuu yani executive pande hii, na mahakama pande hii lingine. Nani anaweza kuwa na nguvu ya kutawala? Ile ambayo naona sasa inaitwa judicial activism, ambaye mahakama inataka kuendesha serikali. Unaona kwa mfano, unakuta sasa wamefanya order ati rais hawezi kuteua chairman ya parastatals without public participation. Hata mawaziri hawezi kuteua members ya boards ya parastatals. Juzi rais alipochukua Kenya Meat Commission kutoka kwa wizara ya kilimo na kaweka kwa wizara ya ulinzi, wakasema hiyo ni unconstitutional. Sasa yes, reordering the government and responsibilities within the executive, wanasema ati unconstitutional. Sasa unaona executive imewekwa mahabusi. Manake kila parastatal iko na sheria yake. Every parastatal has got an act of parliament which specifies how a chairman is appointed, how members of the board are appointed. Sasa mahakama imeenda pale imetoa ambayo imefunga. Sasa ukikiuka unasema ati you are not respecting court orders. But are those orders themselves legal and constitutional? This is a question that you need to ask. Upande mwingine unakuta bunge vile vile na vuruta pande ile nyingine. Wanataka kufanya kazi ya executive. Unakuta Senate wanaanza huko Mombasa, wanafaa kutoa order ati construction of housing project isimamishwe. So how does the Senate stop work going on? The Senate can only ask the executive, because that is the work of the executive. Sasa utakuwa unakwenda pale ambayo itakuwa na chaos katika taifa letu. Hakuna mtu ambaye anajua ati responsibility yake inatoka hapa inakwisha wapi. Na hii itaweza kuleta shida sana kwa utawala katika taifa letu. Labda niongeze tu kidogo swali moja. Mheshimiwa Odinga, mlisema kwamba BBI ikianguka hamtafika mahakama ya Supreme, lakini ni kama jana tumesikia, tunaona kwa vyombo vya habari secretariat ya BBI inataka kufika mahakama ya Supreme. Sijui unawaunga mkono? Na wewe mwenyewe ulisema hamtaenda Supreme. Tulisema ati sisi, mimi na Uhuru, tumesema ati ingawaje hatukuja kubaliana na ile uamuzi wa mahakama, tunaheshimu uamuzi wa mahakama. Kama vile 2013 nilisema sisi hatujaridhika na uamuzi wa mahakama, lakini tunaheshimu ni uamuzi hiyo. Kwa hivyo tumesema hatutakata rufaa katika mahakama ya Supreme Court. Lakini mtu yote ako na haki ya kwenda huko. Manake vile nimesema ati kuna eneo nyingine ambaye hiyo uamuzi ilikiuka sheria au katiba. Nimesema ati hiyo uamuzi ikiwachiliwa namna hiyo, katika siku zijazo itakuwa vigumu sana kwa Wakenya kubadilisha katiba yao. Itakuwa vigumu sana. Hata kama unaona hapo iko mbaya, itakuwa mbaya, vigumu sana. Manake utafanyaje? Unatakana
utafute sahihi 1,000,000. Alafu hiyo sahihi ipeleke kwa tume ya uchaguzi. Tume ya uchaguzi ifanye ukaguzi. Ili masharti ambayo wameweka juu ya ukaguzi ya hizo sahihi ni ngumu sana. Kwa hivyo itakuwa karibu, naweza kusema kwa kimombo, impossible for Kenyans to amend the constitution even if it is necessary. Na labda kuna njia zingine ambazo mnapanga kutumia kuhakikisha kwamba yale makubaliano ama malengo ya BBI yameweza kuafikiwa, ikizingatiwa kwamba sasa mahakama imesema kwamba BBI haiwezi kuendelea. Hiyo tumewachia Wakenya wengine. Mimi na Uhuru tumesema tutaangalia mambo ya mbele. Yale ambayo yalikuwa kwa BBI ni mazuri zaidi, na sisi tumesema ati tumeweka tu kando ili tuangalie mambo hii ya uchaguzi na kuja, lakini tutarudia wakati ikifika. Na tutaongea na Wakenya kama Wakenya wanaona inatakikana, sawa. Maana yale ambayo wangefanya, wangewacha Wakenya ndio waende waamue. Kama hiyo mabadiliko ambayo ilikuwa katika hiyo pendekezo ilikuwa ni mbaya kwa Wakenya, Wakenya wangesema la, na wangetupilia hiyo kitu mbali. Lakini sasa mahakama ndio inastopisha, huwezi kuendelea naye mbele. Sasa tunaona hiyo sio sawa, lakini kwa sababu ni mahakama na wamepewa jukumu hiyo ya kuamua, tunaheshimu. Na tumesema sasa hiyo sisi tumeweka kando, hatutaendelea na, lakini watu wengine wana haki ya kuendelea mbele kuuliza swali. Lakini pia tumebakia miezi 11 tuingie katika uchaguzi mkuu, na katiba inasema kwamba hatuwezi fanya mabadiliko ya katiba mwaka mmoja tukielekea katika uchaguzi. BBI ni kusema kwamba mambo yake ni kwisha, ama mtatumia mbinu zingine kama vile bunge ama vile ambavyo unasema kutumia watu binafsi? Vile sisi tumesema ya kwamba BBI lengo yake ilikuwa ni nzuri, na tumesema ikiwa kama wakati sasa ni kidogo, tumeweka kando, tutarudia baadaye. Tutapatia Wakenya fursa ya kujadiliana juu ya hiyo mambo. Lakini yale ambayo nasema ni Waswahili wasema majuto ni mjukuu. Angalia yale shida ambayo itakuwa. Manake ikiwa kama sasa watafanya uchaguzi, lazima yale sehemu wakilishi bungeni, yani constituencies zingine zifutiliwe. IBC itakuwa haina chaguo lingine mpaka waende wafanye redemarcation ya boundaries, na Nyeri itakuwa na constituencies chache, ingine moja au mbili zitakufa, na kadhalika Murang'a namna hiyo, hata Nyandarua. Hizo ni consequences. Ukiweka tofauti na yale ingine ambayo yalikuwa yamependekezwa katika hiyo BBI. Asante sana Mheshimiwa Raila kwa hayo mengi na mazuri. Mimi naitwa Njoki Mboru kutoka Radio Africa Gukena FM. Nashukuru wenzangu kwamba yale ambao wamepata kukulizia. Labda lenye ambalo ningependa tuangalie ni kuhusu uchumi. Umeadhilika sana tangu tupatwe na janga la COVID-19 kama ulivyotaja. Ni shetani tu aliingia kwa nchi yetu na dunia mzima, na imeathiri wengi. Na tumepata kazi zimeisha, biashara zimeisha, watu wamesimamishwa kazi. Pia kwa masomo tumepata karibu mwaka na watoto wetu wamekuwa nyumbani. Na labda ungetuelezea mikakati ambayo ama jambo moja vile tutakavyoendelea kutoka hapa, ukinena na Wakenya kutoka Mlima Kenya, kwa manake tunavyoongea hivi sasa. Wengi pia walikuwa wamechukua loans kutoka kwa mabenki, wameadhilika sana. Labda neno moja tu kuhusu mahali ambapo tunaelekea kutoka sasa, kulingana na venye janga la COVID-19 limetuathiri. Pia ukiwahimiza Wakenya labda wajitokeze kwa wingi, kuna chanjo sasa.
Wengine pia wanaendelea kususia kwenda kupata hizi chanjo, wakisema sijui zinaleta labda shida zingine za mwili. Wahimiza Wakenya, kwa sababu Wizara ya Afya na serikali pia wametia bidii sana kuona kwamba tuna chanjo nyingi katika nchi ya Kenya kwa sasa. Kwanza penda kusema ati hii janga ya corona ni kitu ambayo imekumba ulimwengu mzima. Ni kitu ambayo ilitokea ghafla. Hakuna nchi au serikali ambayo ilikuwa imejipanga, ambayo ilijua ya kwamba inakuja. Ilitokea tu kule Uchina na ikaanza kunea kwanza kule Ulaya, baadaye ikikuja katika bara letu ya Afrika. Na imesababisha shida mingi. Vifo vimekuwa mingi zaidi katika ulimwengu, na hasara vile vile imekuwa mingi. Manake ili ulimwengu ikumbane na hii, ilibidi nchi zingine, nchi zote karibu zifunge uchumi. Watu wabaki nyumbani, wasitembeana, ikaleta usara kubwa zaidi. Kwa hivyo hiyo sio Kenya peke yake. Ni kitu ambayo ni ulimwengu mzima. Sasa changamoto ni ati tufanye nini ili tuweze kujisaidiana. Na vizuri kuangalia vile nchi zingine zimefanya, kama Marekani kwa mfano, au kule Uingereza, au nchi zingine katika bara la Ulaya. Sasa kitu imefanyika ni ya kwamba hii chanjo, kwanza walikuwa wanafanya utafiti wapate dawa ambayo inaweza kutumika kukinga wananchi dhidi ya hii. Niseme ya kwamba si mara ya kwamba ulimwengu imekumbwa na janga kama hii. Tulipokuwa watoto kulikuwa ile ilikuwa inaitwa smallpox, na ile nyingine kaja ile yellow fever ambaye ilikumba ulimwengu mzima. Na serikali ya ukoloni wakati tulipokuwa hapo ikaleta kile inaitwa mass vaccination. Walikuwa shule zilikuwa zinafungwa, wanakuja ndani ya shule, kila mtoto alikuwa anachanjwa. Walikuwa anaenda kwa soko, kila mtu ambaye yuko kwa soko alikuwa anachanjwa kwa lazima. Kwa baada ya mwezi mmoja ilikuwa kila mtu alikuwa ameshachanjwa katika taifa la Kenya. Na hata yellow fever ikawa namna hiyo. Kwa hivyo sasa hii ilipokuja utafiti ikafanywa, sasa kuna dawa ambazo zinaweza kutumika kukinga wananchi. Na hizi dawa tayari zimeshatumika katika nchi zingine. Kwa hivyo sio tu wewe unakuwa ile panya ambayo unafanywa utafiti. Kwa hivyo mimi ningependa kwanza kutoa agizo kwa watu wetu, wajitokeze kwa wengi, waende wapate hiyo chanjo. Manake wanasema ati sio 100%, lakini ni afadhali kama inaweza kuwa wengine ni 80%, wengine 90%. It's better than nothing. Mimi ningetoa azimio kwa watu wetu waende wachanjwe. Kwa upande mwingine uchumi imeporomoka kwa sababu haya. Siku mingi watu hawaendi kazi. Vile vile bidhaa mingi hawezi kuuzwa kama ng'ambo. Manake zingine zimepigwa marufuku, zisitoke, mtu ajui kama hiyo bidhaa ambayo mnaleta italeta hiyo corona na kadhalika. Kwa hivyo mapato katika uchumi imerudi chini. Na biashara mingi zimeporomoka, zimeathirika kabisa. Basi wale wafanya biashara wa rejareja wako na shida mingi zaidi. Kuna watu ambao walikuwa pata mkopo kutoka kwa mashirika ya benki na cooperatives na kadhalika. Sasa kwanza mimi ningetoa wito kwa yale, kwa mfano shirika kama mabenki
wasaidie wananchi, wafutilie kwa mfano mambo ya interest waiver, interest rates ambayo inaathiri biashara ya watu ndogo ndogo. Hata serikali vile vile isifinye wafanye biashara sana, sababu biashara ndogo ndogo kwa upande ya ushuru na kadhalika wakati huu. Lakini muhimu zaidi, tungependa serikali itoe ile kitu inaitwa stimulus program. Itoe pesa ambayo inawezesha watu ambaye wameathirika kuanza kufanya kazi yao. Ile iko ingine inaitwa cash transfer ambayo inaweza kupewa kwa wale watu ambaye hawajiwezi. Ingine walikuwa wameanza wakati ile kazi mtaani ambayo ilikuwa inaajiri vijana na kina mama katika miji hapa. Na mimi ningependa ifanyike katika ukuli sabuni. Tuna kazi mtaani na kazi mashambani. Hiyo inaweza kusaidia wananchi wengi zaidi wakati huu ambao tuko na shida zaidi. So hivyo wakati huu si wakati ya kutoa lawama. Serikali ijafanya hii, imefanya hii na kadhalika. Wakati huu ni wakati wa kushauriana na kujaribu kutusaidia na kama Wakenya na tusaidia hata kwa serikali ili tuweze kutoka katika hali hii ambayo ni mbaya zaidi. Naona kule Uingereza tayari sasa wamefungua uchumi. Manake watu yote wamechanjwa, watu ambao wanahitaji kuchanjwa. Hasa watu ambao wako na umri ya miaka 30 kwenda juu wamechanjwa. Kwa hivyo kule hata mambo ya maski sasa hakuna. Watu wanaendelea kazi yao kawaida. Umeona katika Uingereza hata kwa Premier League sasa fans wamerudi kwa kiwanja. Lakini hiyo inawezekana hata hapa kwetu, ikiwa kama watu wetu wanaweza kukiri ile agizo ya serikali ya kwenda kupata chanjo. Kuna porojo mingi ambayo inanezwa katika taifa letu. Adio hiyo ni ukipewa hiyo ni chanjo, labda wewe utakuwa hanisi. Na kadhalika. Hiyo yote ni porojo. Ndio. Labda kuongezea kwa hayo, umetaja kuhusu ya stimulus program. Sijui kama ni vyema kama nchi tuwe huwa tumejipanga vizuri na pesa ambayo imetengwa iwekwe kando just in case itokelezee kitu ingine kama hii. Wakati wa flood huwa tuna mambo kama hayo, wakati kuna njaa tuna mambo kama hayo. Labda sababu kwa sasa tumesoma tena kulingana na mahali ambapo umeketi unaweza kuguzia kama ni vyema kama serikali iwe na pesa ambayo imetenga kando ambayo haiguzwi. Tunagoja tu kitu kama hiki kitokelezea, tusipate shule zinafungwa, watu haendi kazi. Wakenya wamekuwa wakilia sana. Tumeambiwa ni sawa tukae nyumbani tujikinge kutokana na ugonjwa, lakini nitakaaje kwa nyumba kama niko na njaa? Hiyo ni kweli. Inatakikana sisi tuwe na pesa kama ile ya dharura. Yani emergency fund. Au kama sovereign fund. Nchi kwa mfano nchi kama Norway ndio iko na ile for sovereign fund kubwa zaidi katika ulimwengu. Norway iko na mafuta. Wako na mafuta mengi zaidi huko North Sea. Na hiyo mafuta wanachimba wanauza mafuta katika nchi za kigeni. Lakini faida ambayo inatoka kule yote inawekwa katika hazina moja. Watumie hiyo pesa. Imewekwa pale kwa vizazi ambazo zinakuja. Au kwa wakati ya dharura. Kwa mfano kama hii sasa. Unaweza kwenda kwa hiyo hazina, watoe hiyo pesa kusaidia uchumi. Inakuwa injected in the economy. Kwa hivyo tunatakikana sisi kama Kenya tuweke sovereign fund. Ndio sovereign fund ambayo tunaweka pesa kidogo tu kila mara kwa mara. Alafu hiyo pesa tunaweza kutumia wakati tumekumbwa na shida kama vile wakati huu. Ndio.
Asante sana. On the same, mheshimiwa, sijui kama unakubaliana, kuna watu wanasema hata ingawa kuna hatari tufungue uchumi kwa sababu wananchi wanazidi kuathirika. Sijui kama unakubaliana na hayo. Mimi ndio nasema unajua vile wamekuwa tunafanya uchumi haijafungwa kabisa. Vile unavyoona ile curfew inaanza saa 4 hadi saa 11. Alafu mchana viwanda vyetu vinafanya kazi. Hakuna mtu ambaye amezuiliwa kwenda kufanya kazi. Watu wanafanya kazi kawaida. Wale ambao wanaathirika ni wale watu ambao katika hospitality industry ambao lazima wafunge saa 2 ndio watu wawe nyumbani saa 4. Lakini hiyo mimi ningependa wafungue katika siku zijazo. Na wao vile vile wamesema wakiona kama hali inabadilika na kwa nzuri wata review. Kwa mfano sasa wameweka kwa siku 60. Yes. Na kwa sababu ya hii third wave ambayo ilirudi hapa nikawa ile rate ya infection imeenda juu ya 15% na kadhalika, ndio sababu wakafunga. Lakini wakasema kirudi chini ya 5 huko chini wanaweza kusema sasa tumefungua kabisa. Hiyo ni vile nchi nyingine zimefanya. Kama mzazi, COVID wakati ambapo ilipokuja inasemekana kwamba imesaidia kikundi fulani cha watu. Maafisa wa polisi inasemekana kwamba wanasaidika sana. Vile vile wamemulikwa kwamba wamekuwa wakiwahangaisha watu kwa kuwapiga risasi, kuwaua. Tumeona kule Kenjokoma juzi. Vile vile kuna watu binafsi ambao wana attack watu wengine. Kama mzazi, wito wako kwa polisi ni gani wakati huu wa COVID-19 tunapoendelea kujitafutia riziki kama vijana? Mambo ya polisi yetu ni kitu ambayo ni sikitisha sana. Manake polisi inatakana wawe watumishi. Lakini polisi wetu bado hatujafanya reform. Unajua tulikuwa na polisi ile ambayo ililetwa hapa na wakoloni. Colonial police. Kazi yao ilikuwa ni kutawala Mwafrika. Polisi ilikuwa ni adui ya wananchi. Wao wanatumika vibaya sana na wazungu. Na wakati hiyo Mwafrika hangeweza kufika ranki ya inspector. Walikuwa tu katika rangi za chini. Na kazi yao ilikuwa ni kushika na kupiga wananchi na kadhalika. Sasa baada ya uhuru kile kitu ambacho hatujafanya kufanya proper police reform ili polisi wetu wawe a people's police force ambaye kazi yao ni kulinda wananchi, sio ati wao ni wakubwa wa wananchi. Unaona vile kule Ulaya the police inaitwa servant ya people, they are Bobby. Ukiwa kule kwa mfano kule London umepotea njia, unaenda kwa polisi, unamuuliza yeye ati excuse me sir, can you show me the road to Collingham Gardens? Oh, Collingham Gardens, yes. Walk straight on, turn right, 200 yards, turn left, 300 meters yards, you'll find it. You can't miss it. Akamwambia thank you, then say thank you sir, na kupigia saluti. Hapa Nairobi upoteza njia, alafu maliza polisi ati afande hapo njia imeenda Kariakoo. Kariakoo swali ya kwanza umepotea, ati njia afande wapi kitambulisho? Ndio swali unaulizwa. Afande kitambulisho niliwacha nyumbani Pingo. Within a time unajikuta huko ndani ya cell. Kesho utajikuta kwenye mahakama. Ati charge ni
loitering with intention to commit a felony. Umekuwa remanded. Unatakimana utoe ni cash bail ya shilingi 2,200 na wewe huna. So police force here need a complete reform which has not been done in Kiganjo. So, and this is from the top going down. Because some of them don't see anything wrong with what happened in Kenjokoma. Killing such young life, you know, there can be no more impunity than that. But even if you leave, it's happening every day. One is in Nakuru, the other one is in Moranga, the other one is in Migori, the other one is in Kakamega, you go in Turkana, it's all over the place. The police is just against people. Our police force is completely anti-people. Natakikana mpaka sisi tubadilishe shirika yetu ya polisi. Na hiyo ni kitu ambayo mimi kama Raila Odinga na nia ya kufanya hivyo. Ili wa polisi wawe watumishi. Maana yake unaona pale moto yao inaitwa utumishi kwa wote. Lakini sivyo. Ukienda Tanzania polisi wamekuwa fanywa reform. Kwa hivyo polisi hata akitaka kushika wewe anakuja anasema anakuita wewe ndugu, tafadhali naomba nikushike. Alafu mwandamane na mimi tuende katika kituo cha polisi. Lakini unaona ni kwa heshima. Sio vile hao yetu ya ile colonial mentality bado iko katika police force yetu. Labda kwa sababu mlizia kuhusu kikosi cha polisi, tumeona ya kwamba hawana hasira tu na wale watu ambao wanarinda, ni watumishi kwa wote. Kwa sasa wamejigeukia wenyewe. Polisi wanamalizana, polisi wanajiua. Labda saa zingine huwa ukiangalia mazingira ya polisi inaonekananga kama sio ya kufaa sana. Labda wana stress zao za maisha, na sijui kama tungeanzia na kureform kikosi ama tungeanzia pia na serikali kuangalia kwa makini zaidi labda mishahara zao venye wanakaa na mambo kama hayo, sababu hawa ni baba zetu, ni ndugu zetu, dada zetu, ni watoto wetu. Ndio iwe ni two-way. Serikali ifanye lake na pia watumishi kwa wote nao wafanye ambalo wanafaa kufanya. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli kabisa. Mimi nilisema tufanye reform ya police force, sio tu kwa juu ya mambo ya nidhamu yao, hadi hali yao ya kimaisha iwe iboreshwe, ili waweze kuwa wanapata mshahara, ili inaitwa living wage, ili wasiwe wanahangaisha wananchi kwa barabara kuomba rushwa. Hiyo ni aibu. Ati mtu ako na uniform ambayo ni ofisa, alafu yeye wewe unaenda umetoka kwa nyumbani unaenda kazi, unasimamishwa pale mpaka utoe kitu, unashikwa ati kitu mbaya sana ambaye haina maana. Mimi naona hiyo kila mahali pale watu wanafanyia mimi kazi. Unakuta mwingine hajafika kazini. Ukuuliza ako wapi? Kumbe jamaa ako kwa seli ya polisi. Ameshikwa ati kwa road block, amekuja na gari yake. Alikuwa anatakana atoe kitu, hana na mbio sijui matayas zimekuwa one out, ati sasa ameshikwa na gari. Hizi mambo kama haya nifanyika. Na tena umeona mambo hiyo kuuana. Sana sana polisi wanaume wanapiga polisi wa kike wanawaua. Alafu anajiua yeye mwenyewe. Inaleta hasara mingi sana. Immorality ambayo iko katika police force. Hayo vile vile natakana yaangaliwe. Lakini manyumba ya polisi ziboreshe hali pale wanaishi. Mshahara yao vile vile iwe inaangaliwa vizuri. Alafu hata uniform ambayo wanavaa. Kwa mfano sasa hiyo wamepewa uniform nyingine ambayo ukiona wanaangalia unaonekana kama watchman. Hii ya blue. Hii ya blue, si kuna ile blue nzuri ile ya navy.
lakini hilo lilitolewa. Sasa wakati ukiona ati polisi amekuja, hujui kama huyo ni polisi au huyu ni watchman security officer. Kwanza kabla Karuba hajachukua, kwanza nilikuwa nataka kuangazia swala la handshake. Umetuelezea vile ambavyo mliweza kusalimiana na Rais Uhuru Kenyatta na kukawa na amani hapa nchini. Lakini kuna wale ambao wanashikilia kwamba handshake ndio imeleta mtafaruku ambao umekuwepo katika serikali na pia chama cha Jubilee. Na kwa mara nyingine utawasikia wengine wakisema kwamba mlikuja mkaweka agenda 4 kando, mkaanza mambo ya kurekebisha katiba. Maoni yako ni yapi? Kwanza, handshake ilikuwa ni nini? Handshake ilikwambia wewe, ilikuwa wakati ile ambayo nchi ilikuwa inachomeka. Na tumeketi, tumeongea na Uhuru, tumekubaliana. Na tukaandika ile memorandum. Na tukaenda naye huko katika ofisi ya rais. Kisha tukaita waandishi wa habari, tukawasomea hiyo MOU. Na tukasalamiana. Basi baadaye mimi nimetoka huko. Sijaingia kwa serikali. Mimi sijaingia katika ofisi ya serikali tangu wakati huo. Hakuna mtu yoyote upande yangu hata chama changu ambaye ameajiriwa katika serikali. Atufanye kazi na serikali, ndani ya serikali. Kama ODM. Wabunge wetu wako kwa bunge wanafanya kazi yao kibunge. Sasa hii ambayo jamaa wanasema ati handshake imesimamisha agenda 4. Hiyo ni porojo. Handshake ingesimamishaje agenda 4? Wao wanachukua mshahara ya serikali, wako ndani ya serikali, kila kitu wanafanya na serikali. Lakini badala ya kufanya kazi yao ya serikali, wamewacha sasa wanapiga tu porojo na kampeni. Sisi hatujaingia kani. Handshake inaharibueje agenda 4? Nani amezuia serikali kufanya kazi yake? Nani amesimamisha kazi ya serikali? Hakuna. Umeona Uhuru anahangaika, anaendelea kila mahali kuangalia miradi vile inafanyika ya serikali hapa na pale. Lakini naibu yake anaendelea kufanya kutoa lawama. Manake anaona kuna mambo mengi ambayo ni mbaya ndani ya serikali, na yeye anataka kwa mjanja ati yeye achaguliwe. Sasa anasema yale mabaya yote sio yangu, ni ya Raila na Uhuru. Ati mimi sisi pale nimetolewa kwa serikali. Mwenyewe ndio, lakini yale mazuri yote ambayo serikali inafanya tumefanya. Lakini yale mabaya yote anajitoa huko. Lawama anaweka kwa upande mmoja peke yake. Lakini wako kwa serikali pamoja. They are like Siamese twins. Huyu ni rais na huyu ni makamu wake. Utoa namna gani? Na walifunga ndoa ya miaka 5. Na sasa mwingine anawachia kazi mwenzake ili asipewe lawama. Sisi tuko nje ya serikali. Sisi hatuko kwa serikali. Kwa hivyo yale yote ambayo yanafanyika kwa serikali hatuwezi kuhusishwa na huko. Mimi sipati pesa kwa kazi ya serikali. Ile pesa ambayo napata kidogo ni ile ya kustaafu ambaye ni imewekwa kwa kikatiba. Ya kuniwezesha mimi tu kuishi kama vile Kibaki anapata, hata Nyayo alikuwa anapata, hata Mudi Awori anapata. Hiyo ni pesa peke yake mimi napata. Sipati pesa zingine. Jamaa hakuna kila kitu kwa serikali na bado yeye anapinga. Wazungu wanasema you cannot have your cake and eat it. In view of this, sijui kama unakubaliana na wanaosema Deputy President, kwa sababu bado wanateta akiwa ndani, inafaa jiuzulu. Sijui kama unakubaliana na wanaosema hivyo. Unajua, hii sio mara ya kwanza tuko na makamu wa rais. Babangu mzee Jaramogi Oginga Odinga alikuwa ndio makamu wa rais wa kwanza. Wengine watakwambia wewe ati ile ilikuwa ni katiba tofauti.
lakini sio hivyo. Hali yalivyokuwa, yeye hakufutwa na Kenyatta, lakini aliona kama mambo yalikuwa yamebadilika, alikuwa hapewi kazi. Ndio sababu yeye akasema hawezi kukaa, na akaandika barua. Hii barua bado unaweza kupata katika archives, ambayo alisema ati I cannot justify earning public salary without responsibility. The future generation will look very much unkindly at me for doing so. And because of this, I hereby tender my resignation. Akaandika barua kwa rais na akajiuzulu. Kwa hivyo kama unaona kama mambo si sawa, wewe ni mtu ambaye kuna principles, sema tu ati mimi nimeona mambo si mzuri kwangu, kwa hivyo I'm not going to tolerate this, I'm resigning. Alafu wewe unajiuzulu. Mimi kwa mfano nilipokuwa mbunge wa Lang'ata, na kwa ambayo nilichaguliwa kwa Ford Kenya, tulipokwenda kule bungeni tukawa na shida juu ya hii mambo ya Goldenberg. Mambo ya Goldenberg ilipokuwa enda Mrama, mimi nikasema siwezi kuendelea kukaa kama mbunge kwa hii tikiti ya chama cha Ford Kenya, na nikaandika barua kwa speaker, nikajiuzulu. Nikasema mimi nitarudi kutetea kiti yangu na chama kingine. So nilijiuzulu tarehe 31 ilikuwa ni Disemba mwaka wa 96, na nikarudi recontest my seat on an NDP ticket, nikachaguliwa. Sasa kwa mfano wao wabunge wengi ambao wako pale wanasema wati bado wako Jubilee, lakini wako kwa ni UDA. Kwa nini wasijiuzulu? Jiuzulu vile sheria inasema, kwenda kwa wananchi, tetea kiti yako na chama mpya. Hiyo ndio what is called political principle. But otherwise it's just hypocrisy. Yes. This country has been led with hypocrisy. Asante. Kwa sababu ya masaa tutaenda moja kwa moja. Tuna maswali mengi ambayo tuko nayo hapa na tungependa kuyagusia kwa sababu ni maswala kutoka kwa wananchi. Mimi naitwa Peter Karogo, Shore FM, KBC. Juzi ulisema utakuwa Mlima Kenya na ukifanikiwa kukwea hiyo mlima, wananchi wa sehemu hiyo ni matarajio gani ama manufaa gani watakuwa nayo? No, mimi nimesema Mlima Kenya ni Kenya, na wakaaji wa Mlima Kenya wana haki ya kupata huduma ya sawa. Manake ni watu ambao wanatoa ushuru. Tuna ushuru mingi ambayo inatoka katika Mlima Kenya, na nilisema ati nitaongea na wakaaji wa Mlima Kenya niwaeleze yale manufaa ambao wanapata. Mimi nimekuwa waziri wa barabara na ujenzi. Unajua mpango mingi ya barabara ambazo zinatengenezwa huku sasa ilipangwa na mimi. Kwa mfano ile barabara ya Mamao basi sasa wanajenga, mimi ndio nilipanga wakati ile nyingine. Hii barabara sasa ambayo naona Kenol kuelekea Marua, hiyo kwa mpango yangu. Lakini mimi natoa shukrani kwa Rais Uhuru sasa kutimiza yale tulikuwa tunataka. Mimi nimetoa hii Thika Highway kutoka Nairobi, watu walikuwa napiga mimi kelele, Raila anamaliza biashara ya Wakikuyu na kadhalika. Lakini mimi nilikuwa najua manufaa ambayo itakuja, na nikawaambia kwamba unajua kama mama Saida anajifungua analia, lakini baada ya ni manaka anapata utungu, akimaliza ni furaha. Sasa ndio sababu nilifanya haya. Hata yale ambayo naona bypass katika Nairobi,
Sasa kule wakaji wa Mlima Kenya ni wakulima. Mimi nimeenda kushughulikia mambo ya chai, majani chai, ambayo imekuwa na shida mingi zaidi kwa sababu hii ni monopoly ambayo imekuwa kwa hapo, na watu kulima wa kahawa, watu walikuwa na ng'oa kahawa kwa mashamba yao. Ni vile vile ni watu wafugaji, mambo ya maziwa imekuwa vile vile ni swala nyeti. Alafu mambo ya avocado wakati huu vile vile ni mambo ambayo iko na changamoto. Haya yote mimi najua njia ambayo ya kuwasaidia. Yale monopoly ambazo zimekuwa kwa pale ya kahawa na ya majani chai imeathiri ukulima. Na mimi natoa shukrani kwa Waziri Munya kwa ile reforms ambayo ameanza kufanya katika sectors hizo, na tutaendeleza. Manake mimi nisema ukulima mashinani inaweza kuleta utajiri kwa wakulima. Inasema uchumi mashinani ukule chini, upande ya ukulima na vile vile upande ya inaitwa value addition, kuleta viwanda ambayo vitaleta value addition kwa yale bidhaa ambazo zinatoka kwa mashamba kuliko kuuza hivyo. Hiyo ni kitu kingine. Alafu vijana wengi ambaye wako na shida, wamemaliza shule, hawana kazi, wana chochote wanafanya, wanaanza kuingia kwa mambo ya uraibu, ya kuvuta bangi, ya kukunywa ile pombe ile ambayo ina machwara na wanakuwa na shida mingi zaidi. Yes. Kuleta incubation centers pale ambayo wanapata mafunzo ili wawe na skills ya kuwezesha wao kuanzisha biashara zao. Alafu kuwapatia capital, access to capital. Haya yote yalikuwa ndani ya BBI na mimi nitafuata. Swali lingine ni utakapokuwa ukisimama urais mwaka ujao, utapata running mate kutoka Mlima Kenya? Sijafungua Mlima Kenya ni watu wangu. Kwa hivyo kama tutaongea kabisa. Mimi niko open kufanya na watu wa Mlima Kenya. Ndio. Hapa Mlima Kenya, mimi naitwa Kamau. Kuna kitu inaitwa Raila phobia. Kuna watu wakisikia Raila wanatetemeka. Kuna watu ambao sijui wakosea nini, na unafikiria ni kwa nini hiyo kitu iko? Mimi sijakosea watu wa Mlima Kenya. Mingi yake imekuwa ni porojo. Kwanza ile phobia kwanza ilikuwa wakati ile ya Nyayo, tulikuwa tunapigana na Nyayo. Na wakasema Raila ni mtu hatari sana, ambayo ukiwa naye karibu ni anaweza kudhuru. Hiyo ilianzia wakati ile. Lakini Mlima Kenya ni sababu mimi nimeshuchuana na watu kutoka pande hiyo. Wakati tulikuwa tumetofautiana na Kibaki, kukawa sisi tuna kampeni. Hiyo ni moja. Ingine ni Uhuru. Lakini wacha nirudia kwa historia huko chini. Manake hii ni swala nyeti, nataka waelewe vizuri. Kwanza ilianza na Jaramogi na Kenyatta. Wakati ile mbaki ilikuwa kuna hali hatari, na Jaramogi akapigania Kenyatta awachiliwe kutoka kwa jela. Alikuwa amepingwa katika bunge na wenzake kutoka Mlima Kenya. Mtu kama Kiano alipinga, hata Nyaga alipinga. Ukienda katika Hansard utaona hiyo. Lakini Jaramogi akapigania mpaka akasema Kenyatta ndiyo kiongozi wetu kama wa Kenya, na mpaka akasema asipowachiliwa hakuna uhuru.
Baadaye uhuru kapatikana, wakawa nafanya vizuri, lakini kukawa watu wengine wakaingia kati yao na wakatofautiana. Haya ikawa namna hiyo. Mimi ndio nimekuwa na Kibaki, nikasimamia na Kibaki, nikasema Kibaki tosha, na tukapigania. Kibaki alipata ajali, mimi ndio nimefanya ukampeni ya urais wa mwaka 2002. Mimi ndio nilizuru huko Central Kenya kama Kibaki yako kwa wheelchair kufanya kampeni. Tukapita hapa kwanza Githurai, Omati, tukaingia hapo Juja, tukaingia Thika, mpaka tukavuka Chania na Bendera, tukaingia Murang'a, Kenol, kutoka pale tukaingia Murang'a town, tukaenda Sagana, tukaenda Karatina, tukaenda Mkurueni, tukaingia Udhaya. Kila mahali tulipoenda na Kibaki walikuwa nasema, kaona Raila nasema Mtongoria jamba. Wakati huo wale wengine walikuwa nataka kuzuia mimi kuongea, wananchi wakasema pana Raila mpaka ongee. Mimi nilikuwa na uzuri sana na watu wa mlima. Yale yamekuja fanyika ni tulikuwa na MOU ambayo tulikuwa tumeandikana, tutabadilisha katiba. Wale watu ambao walikuwa wamezingira Kibaki wakaenda wakakataa mambo ya hiyo katiba, wakasema hiyo ni mambo watu wanajitakia ukuu makuu. Na hiyo kwanza tukaenda tena kwa baadaye tukaenda Bomas kujadiliana juu ya mambo ya katiba. Tulipopitisha katiba huko, wengine hawakutaka ili ambayo madelegates walikuwa nataka, walk out Bomas. Hiyo unaweza kukumbuka ile walk out ya Bomas. Baadaye wakaenda mahakamani, wakazuia tume ya Yashgai kuleta report kwa bunge. Wakapeleka Kilifi, wakabadilisha, kisha wakaleta kwa bunge. Bunge ikapitisha hiyo katiba bandia. Sisi tukapinga, ilipokwenda kwa referendum, ndizi na chungwa. Hiyo ndio ilileta tofauti. Wengine walikuwa pande ya ndizi, watu wa Mlima Kenya. Sisi tulikuwa pande ya chungwa, na chungwa ikaangusha ndizi. Hiyo hapo ndio porojo dhidi ya Raila ilianza katika Mlima Kenya. Alafu baadaye sasa, kwa sababu Kibaki alifuta sisi kwa serikali, sisi tukawa upinzani, tukaenda sasa kupingana na yeye katika uchaguzi wa 2007. Na yeye sasa alikuwa ameunga mkono huko Mlima Kenya. Baada ya hiyo uchaguzi, najua yale yalifanyika. Tukarudi katika uchaguzi wa 2013, ikawa Uhuru anasimama na mimi nasimama. Sasa mpaka walikuwa wafanye porojo dhidi ya Raila katika Mlima Kenya na 2017. Kwa hiyo mimi naelewa, sio ati watu kuna wakati ambao watu walikuwa na penda mimi nikiingia katika Thika kwa soko, kila mtu anakuja kila mahali. Una uchungu wote na hiyo? Labda ukikuwa rais wa Kenya utalipiza kisasi? Hapana. Sina uchungu. Hiyo ni siasa. Walikuwa ni siasa. Hiyo ni siasa. Sina kuambia kuna wakati ambao mimi nilikuwa kama sent huko Mlima Kenya. Nilikuwa sent Mlima Kenya. Simeona watu walikuwa kule Kisumu zamani, watu walikuwa hawezi kupokea uhuru. Lakini mama vile Uhuru juzi amepokea huko Kisumu. Simeona?
Sasa Uhuru akienda Kisumu anatembea kwa barabara, watu wanakuja. Lakini wafuasi wako kidogo hapa Nairobi huwa wanaleta tension wakati wa uchaguzi. Kunakuwa na tension kati ya Wajaluo na Wakikuyu. Sijui hilo sio ni watu yangu wanaleta, hata wao vile vile wanaleta. Watu wa Uhuru wanaleta na watu yangu vile vile wanaleta. Hiyo ni tension. Kama ile timu inaweza kucheza na timu nyingine, inaona kama wafuasi wanaleta tension. Kama kwa mfano Gor Mahia anaanza kucheza na AFC, tunaona kama kuna shida kati ya Wajaluo na Waluhya. Hiyo ni kawaida ya juu ya mashindano. Hata ukiona huko Ulaya utakuta wafuasi wa Manchester United na Man City wanapigana. Hiyo ni kawaida ya nini. Kwa hiyo mimi sioni kama ni shida. Kwa mfano wakati mimi na Uhuru tulisalimiana, watu yangu na watu wa Uhuru wamesalimiana katika town hapa. Sasa hakuna shida kati ya watu wetu. Kuna shwari. Wakati ile ambayo tulisalimiana namna hii, ile vita ilikuwa inafanyika ilipisha. Wale Nairobi businessmen ambao walikuwa nakujaga hapo na na wale watu wetu walisalimiana. Hiyo handshake ni ya kudumu ama ilikuwa tu ni wakati huo? Alafu tena turudi kwa fujo uchaguzi wa mwaka ujao. Vile tulikaa na Uhuru, tulikubaliana ati tunataka kurudisha Kenya kule tulianza 1961, 62, 63. Watu wetu walikuwa kitu kimoja. Kwanza mwaka 1960 pale ambao walipoenda kule Kirigiti Stadium Kiambu kuanzisha chama cha KANU. Kusemekana ati KANU ni chama cha makabila kubwa, Wajaluo na Wakikuyu. Wengine wakaenda wakaanzisha KADU ati ya makabila ndogo. Lakini hiyo uhusiano walishikana na imeleta uhuru mpaka KANU ikashinda uchaguzi wa 1963. Na kukawa na muungano na urafiki kweli baina ya makabila ya Wakenya wote. Hiyo ndio tunasema tunataka turudisha urafiki na undugu ya makabila yote ya Kenya. Hiyo ndio maana ya handshake. Ili tuweze kumaliza hii, tuwe kama Tanzania ambaye ukimaliza mtu atuweni kabila gani anakuambia wewe ni Mkenya. Hapa Tanzania hatuulizi watu juu ya mambo ya kabila vile Mwalimu Nyerere alifanya. Hii ndio tunataka, ili Mjaluo na Mkikuyu wawe kama ndugu. Mkamba na Mjaluo na Mkalenjin na Mluhya na Mturkana na Mjikenda na Somalia, Masai, kila mtu Kenya hii awe kama Mkenya. Hiyo ndio maana ya handshake. Labda nikiguzie kidogo kwa mahala ambapo tuko kwa sasa kulingana na handshake ambayo umepata na rais. Naona labda ni kama kwamba tumezima moto wa uhusiano wako na rais, mambo iko sawa, lakini kwingine ni kama tunawasha upande wa rais na makamo wake. Na umetuelezea ni vizuri ya kwamba sana the intention ya handshake ni kuunganisha watu wote, lakini tukiangalia huku ni kama tena sasa kumekuwa na mvurutano kati ya wafuasi wa rais na tena wafuasi wa makamo wake. Tunazima tukiwasha. Hatutaki kuwasha moto wengine. Tunataka Kenya iwe imeungana kweli kama kitu kimoja. Na hatutaki vita yoyote. Tofauti inaweza kuweko ya kisiasa kweli, lakini tofauti ya kisiasa sio vita. Tunakuwa tunapigana midomo na maneno. Unasema yako na ukimaliza na mimi vile nasema yangu, ili wananchi wawe ndio waamuzi. Lakini tuache hii siasa
ya nguvu, ati watu wanapigana, si ni wafuasi wa fulani, wafuasi wa fulani, choma ma t-shirts ya fulani, piga wafuasi wa fulani. Hiyo sio siasa ya ustaarabu. Tunataka tuwe tumestaarabika kama Wakenya, tufanye mambo yetu kwa njia ya wangwana. Hiyo ndio mimi ningependekeza. Asante sana baba. Baba ni baba. Tunajua kwamba wakati tulipata katiba mpya na tukaingia katika gatuzi, serikali za ugatuzi, maendeleo mengi sana yamefika mashinani, lakini tunaona yangekuwa yamefanyika zaidi ya vile ambavyo tunaona. Na tunajua kwamba katika kinyang'anyiro cha urais, hata wakati ulisimama 2017, hata saa hii umekuwa ukisema kwamba utapambana na ufisadi. Na wakati mwingine, wakati wa BBI ilikuwa juu, wakati maneno ya BBI yalikuwa juu, ilikuwa inasemekana gavana akipatikana na ufisadi akusalimie, yeye ni mweupe kama pamba. Ukasema kwamba utapambana na ufisadi, na ukasema kwamba ajenda yako ya kwanza itakuwa kufunga wale wote ambao wamefanyika ama wapatikana katika ufisadi. Je, mpango wako wa kupigana na ufisadi ukifanyika rais wa Jamhuri ya Kenya, uchaguzi ambao ujao, utakuwa upi? Ni kweli mimi mwenyewe nimesema ati adui mkubwa ya Wakenya ni ufisadi. Ufisadi inaathiri maendeleo kwa sababu inatoa pesa na rasilimali pale ambayo inatakana iwe, na inapelekwa kwa mfuko ya watu binafsi. Hiyo ndio sababu inaathiri. Ni kama wizi tu, inaitwa ufisadi, jina lingine ati corruption. But in actual fact, it's just theft of public property. And hii ndio kitu ambayo tunasema ni adui yetu. Na mimi ningeweza kuarifu ya kwamba ufisadi iko katika nchi zingine vile vile, ulimwengu nzima, hata Marekani ukienda iko. Tofauti kati ya nchi hizo na sisi ni vile hatua zinachukuliwa ikiwa kama ufisadi imepatikana. Kule kama Marekani ikipatikana, hatua inachukuliwa haraka na wale ambao wamehusika wanaadhibiwa mara moja, haraka sana. Hapa kwetu inasheta tena, inachukua muda mrefu zaidi. Kwanza uchunguzi yenyewe inachukua muda. Baada hiyo kipelekwa mahakamani, inakaa pale milele. Yani sasa kwanza uchunguzi, wameanza kuchunguza kitu, wanachukua miaka moja, miaka mbili kabla hawajasema wamepata ushahidi ya kutosha. Wakipeleka mahakamani, mahakama imeweka hapa, baada ya miaka mbili, miaka mitatu, hiyo kesi bado hajasikizwa. Mpaka unakuta wale washahidi ambayo wangetoa ushahidi wengine wamekufa. Sasa ushahidi yenyewe vile vile imeharibika. Kesi hizi hata katika BBI tumesema tunataka hizo kesi zisikizwe haraka. Hiyo ni moja pendekezo ya BBI. Na tumeweka muhula ambayo mpaka ndani yake hizo kesi zimalizike. Uchukue mfano kesi mingi zaidi. Kwa mfano uchukue hii ya Aror na Kamarer. Tangu ianze sasa ni muda gani? Bado hakuna mtu ambaye amepatikana na hatia. Kwa hivyo upande vituo vya uchunguzi zinataka zirekebishwe. Pande nyingine mahakama yenyewe inalala. Vile vile mpaka irekebishwe ili makesi zinaweza kusikizwa kwa njia ya
haraka zaidi. Haya yote ni na vile vile ziangalie vizuri vile wanafanya kazi, manake wale watu ambaye wamehusika, pesa ambayo wameiba saa ingine ni mingi. Hiyo pesa wanarusha kila mahali. Kwa pande nyingine wale ambao wanafanya uchunguzi wanarushiwa. Pande ile ya mahakama wanarushiwa kitu. Sisi tutapigana vilivyo ili tuweze kuona kwamba kuwa na marekebisho. Umeona wengine wamekuwa wamepigilia rais ati amekataa kuapisha mahakama wengine. Lakini sasa ikiwa kama unasema ati umepata ushuhuda ya kwamba fulani amehusika na hii na hii na hii, unasema iangaliwe, umefanya makosa gani? Umefanya makosa gani? Ati wewe sasa mpaka ajiriwe? Kama wewe mwenyewe uko na habari ya kwamba jamaa ana kasoro nyingine, maana takana yaangaliwe, na umesema kabla mimi sijaweka sahihi tuchunguze hii kwanza. Hapo wewe umeua nani? Hakuna hatia umefanya. Atio wewe kazi yako sio kuuliza. Wewe kazi yako tu ni kuweka sahihi. Na wewe mwenyewe ni rais, na umepewa ushuhuda ya kwamba huyu jamaa ako na kasoro hapa, na nuksi. Umesema ya kwanza wacha niweke sahihi, hii nyingine hii tuweke kando kwanza tuangalie makosa gani umefanya. Mimi siona kama umefanya makosa. Sasa kufuatia tu hapo ambapo ana ndugu yangu ameuliza hapo, naibu rais amekuwa akisema kwamba wale ambao wanamuunga mkono ndio ambao wanalengwa kwa ikifika ni wakati wa kupigana na ufisadi. Kulingana na maoni yako, unaona kama kwamba kuna upande wowote ambao unalengwa ama kuna ubaguzi wowote ambao ukikuja ni wakati ambapo ni wa kupigana na ufisadi? Unajua, tusipochukua hatua dhidi ya ufisadi, nchi hii haiwezi kuendelea mbele. Kuna kitu ambayo kimombo inaitwa impunity. Mtu amepatikana na hatia, ushahidi umepelekwa mahakamani, yeye anatoka huku anataka kwenda kufanya mkutano kuambia watu mimi ni na laniwa, ati mimi ninalengwa kwa sababu mimi ni mfuasi ya fulani. Yule ambaye anasema wafuasi yake ndiye analengwa, yeye mwenyewe ako na kesi ngapi ya ufisadi? Yeye mwenyewe ni ako na kesi ngapi ya ufisadi? Yeye ni kama Al Capone. Ako na kesi mingi sana za ufisadi ambaye ni tu wanarusha tu hapa na pale kwa watu ili nyamaza. Alafu sasa yeye anatetea wale ambao wanataka kushtakiwa na ufisadi. Wewe kuna mabilioni imepatikana account hii ya huyu jamaa ambaye anapiga kelele kutoka Madhira sio wapi. Alafu yeye kuna mimi meupe kama pamba. Sasa itaelekewa hapa Kenya hii. Ukweli semwe. Maana tusiposema ukweli hatuwezi kusaidia taifa letu. Kweli. Asante. Unaendelea kutupokea moja kwa moja kutoka hapa Karen, makao ya Right Honorable Raila Amolo Odinga. Tukiendelea kujadili masuala ambayo yanakumba nchi yetu, mambo ya siasa, mambo ya uchumi, mambo mengi sana kuhusu nchi yetu tunapoelekea uchaguzi wa mwaka 2022. Kidogo tutapunga unyunyu na tukirudi tutaendelea na masuala ambayo yamebaki. Endelea kuuliza maswali yako na kutufuata pale katika social media. Asanteni sana. Orerorera Kameme TV. Ndo kuwasili. Kumbuka kila wakati unapocheza Tatu Watatu nasema kwamba kuna asilimia fulani ya hela